omogano unatwabwire natomanyonsiye mamerengia. Thank you so much. Kwa majina naitwa Dan Hassan. Barikiwe sana. Hallelujah. That one morning we shall surely tell the story of how we fought in this world. It's a wonderful song, my brother. Be blessed. Listen, please kindly rush for an item before. Katika mikutano hii ya SWA, likiwa somo la kwanza, litakuwa ni muhimu ili kwamba lije kwetu kipindi kama hiki. Somo letu la kwanza leo nimekipatia kichwa kinachosema siri za kitabu cha kale. Siri za kitabu cha kale ndiyo somo ambalo tutaliangazia jioni hii ya kipekee. Kuna kisa ambacho kinasemwa, kisa cha bwana mmoja ambaye shangazi yake alikuwa amelala au kipenda amefariki. Baada ya shangazi yake kufariki,
kuna wosia ambao alikuwa ameuandika, wili ya namna ambavyo watu watarithi mali ambayo alikuwa ameyaacha. Huyu bwana baada ya shangazi yake kufa akatambua ya kwamba kuna kikaratasi kimeandikwa na amerithishwa vitu viwili. Jambo la kwanza, alikuwa amerithishwa Biblia mzee ya shangazi yake aliyekuwa amekufa. Lakini jambo la pili, alikuwa amerithishwa estate, ama ukipenda nyumba na sehemu ya makazi ya shangazi yake. Huyu bwana akachukua vitu hivi viwili, Biblia, tena akachukua pamoja na ile estate ambayo alikuwa amepatiwa. Baada ya miaka ya kuishi, yule bwana maisha yakamlemea, ikabidi auze kile estate ambayo alikuwa amepatiwa ili angalau maisha yake yaende sawa. Akaiuza, na baada ya kuuza, hela zile hazikuchukua muda mrefu zikakatika. Akaanza kuishi maisha ya ufukara, akaanza kuishi maisha ya umaskini na mateso sana, kwa sababu hela alizorithishwa tayari zilikuwa zimekwisha. Baada ya kipindi kirefu, kwa sababu ya kulemewa na maisha, akaamua kuhama. Na siku moja akiwa akihama, akipakia vitu, akakutana na ile Biblia ambayo alikuwa amerithishwa na shangazi yake. Alipoifungua kuipekua, karibu baada ya kila kurasa 10 kulikuwa na check ya hela ndani yake. Baada ya kila kurasa 10 kulikuwa na check ya hela ndani yake. Na huyu bwana ameishi kipindi cha muda mrefu, maisha ya umaskini, maisha ya ufukara. Hakujua kuna hazina ambayo ilikuwa imesitirika na kufichwa ndani ya Biblia ambayo shangazi yake alikuwa amemrithisha. Wapenzi, jioni hii ya kipekee ninapoanza msururu wa uchambuzi wa Biblia, natamani nikwambie zipo hazina za kipekee ambazo Bwana amezisitiri na kuziweka ndani ya neno lake. Kuna hazina za kipekee, ni siri ya mafanikio katika maisha, ni siri ya mafanikio katika imani, ni siri ya mafanikio katika familia. Na wengi tunaishi maisha ya kuteseka, maisha ya kuhangaika, maisha ya taabu, kwa sababu hatujatambua siri ya hazina ambazo Bwana ameziweka ndani ya neno lake. Unajua, Biblia ni kitabu cha ajabu sana. Uajabu na uspesheli uliopo ndani ya Biblia ni ajabu ambao Mungu ameweka kwa namna ya kipekee kabisa, tena kabisa sana. Vitabu vyake 66, 39 Agano la Kale na 27 Agano Jipya. Tena isitoshe, Biblia hii moja yenye vitabu 66 imeandikwa na waandishi 40. Na hakuna mahali hao waandishi 40 wanagongana. Nataka niregelee hiyo tena. Vitabu 66, waandishi tofauti 40, tabaka tofauti, wanakazi tofauti. Manake miongoni mwa walioandika kulikuwa na wavuvi, miongoni mwa walioandika kulikuwa na wachungaji kondoo, miongoni mwa walioandika kulikuwa na wakulima. Walioandika Biblia kulikuwa na wahubiri, kulikuwa na wafalme, kulikuwa na watu mashuhuri, na kulikuwa na daktari mmoja. Angalia, Biblia imeandikwa na watu tofauti, lakini hakuna mahali ambapo wanagongana. Actually, kuna waandishi wengine wa Biblia hata hawakuwahi kukutana. Hakuna siku Musa na Paulo walikutana, lakini pia hakuna mahali Musa na Paulo wanagongana. Hakuna siku waandishi wa Agano la Kale wengi hawakuwahi kukutana na waandishi wa Agano Jipya, lakini wote wanazungumza jambo moja. Ni kwa nini Biblia iko na uspesheli huu wa kipekee? Ni kwa nini Biblia ina upekee huu ambao haufanani kabisa? Unajua, leo ukimchukua mkulima na umchukue daktari na umchukue mhubiri na waulize swali moja, kuna uwezekano wa kupatia majibu tofauti. Lakini kwenye Biblia vitabu 66, waandishi 40, matabaka na kazi tofauti, hakuna mahali wanagongania. Siri ni nini? Ni kwa sababu Biblia ni neno la Mungu.
Siri ni kwa sababu Biblia ni neno la Mungu. Jamani, kama tuko pamoja, nipungieni mikono yenu hewani tena kwa mara nyingine. Bwana wabariki. Siri kwa sababu hakuna mgongano. Katika vitabu 66 vimeandikwa katika karne tofauti tofauti, vipindi tofauti, waandishi tofauti 40, lakini hakuna mgongano. Ni kwa sababu Biblia ni neno la Mungu mwenyewe. Petero wa pili sura ya kwanza mstari wake ni wa 21. Petero wa pili sura ya kwanza mstari wake ni wa 21. Neno la Mungu linasema 1 2. Neno la Mungu linasema, maana unabii, lakini nasikia kama hakuna mtu wa kusoma karibu. Maana unabii haukuletwa popote. Inasema, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Yaani waandishi wote 40 wa Biblia wanapoandika walioyaandika, Luka anapoandika habari za Yesu kwenye Agano Jipya na Musa anapotabiri kuhusu habari zake kwenye Agano la Kale, waandishi hawa wote hawakuandika mawazo yao, hawakuandika matamanio na matarajio yao. Walichoandika ni yale walioongozwa na Roho Mtakatifu. Biblia ni neno la Mungu lililovuviwa kwa Roho wake kwa namna ya kipekee sana. Kitabu kile kizuri tena, Timotheo wa pili 3:16 na 17. Timotheo wa pili 3:16 na 17. Paulo anasikilizana na kukubaliana na Petero juu ya swala hili kwamba Biblia ni neno la Mwenyezi Mungu. Biblia inasemaje? Twende. Inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu, sawa, lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, soma, na kuwaongoza, na kuwaadibisha katika haki. Tulia hapo kwanza. Biblia inasema kwamba kila andiko lenye pumzi, yenye pumzi ya Mwenyezi Mungu. Biblia ina pumzi ya Mwenyezi Mungu. Uweza wa Mungu upo ndani ya neno lake. Tunapofungua kurasa za Biblia ni zaidi ya kusoma kitabu chochote cha kawaida, ni zaidi ya kufungua jarida na hekaya na tamthilia. Tunapofungua Biblia, tunafungua maneno ambayo ndani yake kumeachiwa pumzi ya Mwenyezi Mungu. Uhai na nguvu na uweza vimeachiwa ndani ya neno la Mwenyezi Mungu. Soma, inasema ili mtu wa Mungu awe kamili. Maliza. Amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Kwa hiyo Biblia inakuwa kama ni mwongozo. Biblia inakuwa ni kama chuo cha kutuongoza, cha kutufunza, lakini pia ndani yake ni neno la Mungu lililo hai. Kwa hiyo siri ya kwamba Biblia hakuna mgongano, siri ya kwamba Biblia inaoana katika sehemu zote, ni kwa sababu Biblia ni neno la Mwenyezi Mungu lililo hai, lenye uweza, lenye nguvu, na kwa hiyo hakuwezi kuwa na mgongano. Je, unajua hii Biblia ndicho kitabu ambacho kimepigwa makataa na kikateketezwa zaidi ya vitabu vingine vyote vya Biblia. Biblia ndicho kitabu ambacho kimepigwa marufuku, makataa zaidi ya 10,000. Tumekuwa na more than 10,000 decrees against the Bible ambazo zimepiga makataa Biblia. Na utajua ya kwamba vipindi ambavyo Biblia inapigwa makataa, ndiyo baada ya hapo Biblia inashamiri tena kwa uwezo mkuu sana. Ukifuatilia historia utajua America Bible Society na British Bible Society vinatengenezwa baada ya kipindi ambacho Biblia ilikuwa imepigwa marufuku sana sana.
Na tukifikia leo tuna mamilioni ya kopi za Biblia kila kona. Mungu ameruhusu neno lake lijae kwa wingi kila kona. Amelihifadhi, amelitunza katika usafi wake, kwa sababu hili ni neno la Mungu lililo hai. Na ndio maana Amosi 3:7 Biblia inasema maneno yafuatayo. Amosi 3:7 Biblia inasema maneno yafuatayo. Amosi 3:7 inasema, maandiko nasema hivi, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote sawa bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Asante. Bwana Mungu hatafanya neno lolote pasina kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Na ndio maana tulianza kusema zipo hazina zilizositirika ndani ya neno la Mwenyezi Mungu. Ukizichimbua, ukitenga muda wa kutafuta makusudi ya Mungu, Mungu anayafunua kwako kwa namna ya kipekee sana. Bwana ananena nasi kwa kupitia neno lake kwa utumishi wa watumishi wake manabii ambao aliwaongoza kuliandika neno lake. Na by the way, kama Biblia iliandikwa na watu wa kawaida kama wavuvi, watu wa kawaida kama wachungaji, watu wa kawaida kama Paulo tu hivi, japo alikuwa msomi, ina maana Biblia pia ina uwezo wa kueleweka na watu wa kawaida. Kama iliandikwa na watu wa kawaida, ina maana inaweza kueleweka na watu wa kawaida. Kinachohitaji mtu kulielewa neno la Mwenyezi Mungu ni kumruhusu Roho wake aliyevuvia waandishi tena amvuvie kwa kumwelewesha kusudi na neno la Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Kwa hiyo Biblia ni neno la Mwenyezi Mungu. Basi uenda unauliza, sawa, Biblia neno la Mwenyezi Mungu na limeandikwa kutokea kitabu cha kwanza Mwanzo hadi Ufunuo, kutokea Musa wa jangwani hadi Yohana wa Patimo, sawa. Lakini swali ni kipi ambacho kitatupatia ujasiri wa kuamini ya kwamba Biblia imekuja kwetu kwa namna ambavyo tunaweza kuiamini? Yaani haina dosari, haijabadilishwa, haijawekwa mavitu ndani. Ni kipi kinachoweza kutupatia ujasiri ya kwamba neno la Mungu Biblia limekuja kwetu kwa namna ambavyo haijabadilishwa? Niruhusu kwa hili nitumie kitu nje ya Biblia, alafu nitarudi ndani ya Biblia kuhakikisha hilo. Nitatumia nje ya Biblia, alafu nirudi ndani ya Biblia kujibu swali hilo. Ni namna gani tunaweza kuamini neno la Mwenyezi Mungu kwamba halijabadilishwa, lipo na linasimama? Zipo njia nyingi, lakini njia moja nitachagua jioni hii ya kipekee ni njia inaitwa arkeolojia. Arkeolojia, yani wazungu wanasema archaeology. Archaeology ni watu ambao wanachimbua yale machimbo ya kale, wanaenda kuchimbua chini mahali katika mapango, katika miamba, na wanafanya research na uchunguzi katika sehemu hizo, ndio wana arkeolojia. Sasa kuna wana arkeolojia ambao mwaka wa 1975 katika mji ambao unaitwa Ebla, unapatikana kaskazini ya Syria, walienda kuchimbua sehemu hiyo, na walipochimbua walipata vipande vya udongo, tablets za udongo ambao zilikuwa katika sehemu hiyo. Katika tablet hizi za udongo kulikuwa na informations muhimu sana ambazo walipata zimechorwa na kuandika katika hizi tablets. Walipata katika hizo tablets kuna visa kama cha uumbaji, imeandikwa creation story. Walipata majina ya Biblia yameandikwa kwenye hizo tablets kama Esau, Yakobo. Walipata jina ya miji ya kale ya Biblia kama Sodoma na Gomora, katika machimbo ya zamani ambayo walikuwa wanayafanya. Ina maana ya kwamba Biblia imekuja kwetu namna ambavyo Mungu alikusudia ili kwamba iwe, kwa sababu
sababu walipopata vipande hivi vya udongo vilikuwa ni vipande vizee sana ambavyo hata vilikuwepo kabla nakala ya kwanza Biblia haijakuwa printed. So ina maana ya kwamba Biblia iliyokuja kwetu imekuja kwetu kwa namna ambayo haijabadilishwa kabisa. Lakini pia ilipofika mwaka wa 1947 kuna uvumbuzi mwingine ukafanywa. Huo uvumbuzi ulitokea mahali kunaitwa Dead Sea. Dead Sea walipata tena katika machimbo yao wakapata scrolls za zamani. Scrolls ni vitabu ambavyo vilikuwa vinatumika zamani kuandika, ni makaratasi makubwa ambayo ndani yake walikuwa wanachoronga na kuandika kama tunavyotumia vitabu leo. Na wakapata vipande vya vitabu vya Biblia isipokuwa kitabu cha Esther. Lakini vipande vingine vyote walivipata. Itakushangaza kwamba walipopata hivi vipande, walipolinganisha, walipata haswa kitabu cha Isaya, walikipata chote na wakapata kinaoana na Biblia ama kitabu cha Isaya ambacho tuko nacho katika Biblia siku hii ya leo. Kuna mmoja wa watu ambao alikuwa anahusika hapo, jina lake ni Daktari Mila Barrows, akaandika jarida na kusema kwenye sura moja yenye maneno 166 kuna neno moja tu ambalo lina herufi 3 lenye shaka baada ya miaka 1000 ya kuipitisha kwetu. Anasema na hili neno halibadilishi maana ya ujumbe. Wanasema walipofanya uchunguzi wakaangalia sura moja ya kitabu cha Isaya ambacho kuna maneno 166, walipata kuna neno moja peke yake tofauti, na hilo neno liko na herufi 3, na hilo neno halibadilishi maana, haipotezi ujumbe ambao Mungu alikusudia kufikisha kwetu. Wapenzi, Mkristo yeyote, sikiliza, anaweza kuchukua Biblia nzima mikononi kutokea mwanzo hadi Ufunuo bila kuwa na hofu, bila kusitasita, kwamba anashikilia mikononi mwake neno la Mungu ambalo halijatiwa unajisi. Mkristo yote kwa ujasiri anaweza kushika Biblia mkononi, anaweza kuisoma kwa ujasiri bila hofu wala kusitasita, kwa sababu Biblia imekuja kwetu kama neno la Mwenyezi Mungu ambalo halijatiwa kasoro wala halijabadilishwa. Bwana amehifadhi neno lake kipindi hiki chote ambacho amekusudia Biblia iweze kufika kwetu. Kwa hiyo wamezuka watu ambao wamejaribu kuipinga, wakasema ni kana kwamba hii Biblia imebadilishwa na tunaamini maneno ya wazungu. Ndivyo wengine wamesema, tunaamini maneno ambayo wazungu wameandika kwetu. Lakini sikia, sivyo ilivyo. Tafsiri ya Biblia ambayo imekuja kwetu katika lugha tofauti, wapenzi, ni Mungu amekusudia, amehifadhi, imekuja kwetu pasipo kutiwa dosari. Tuna ujasiri tunaposoma Biblia kama neno la Mungu lililo hai. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kama tuko pamoja, nirushie mkono wake hewani tena kwa mara nyingine. Amina. Bwana akubariki. Basi ndio maana Zaburi 119 mstari wa 160 inasema hivi. Zaburi 119 mstari wa 160 inasema hivi. Maandiko inasema sehemu ya kwanza peke yake inasema, jumla ya neno lako ni kweli. Jumla ya neno lako ni kweli. Amen. Jumla ya neno lako ni kweli. In totality, vitabu 66 mwanzo hadi Ufunuo. Hakuna stori za Wakristo wa Agano Jipya na Wakristo wa Agano la Kale. Hapana, anasema jumla ya neno la Mungu ni kweli. Methali 30 mstari wa 5, sikia jinsi anavyosema tena. Methali 30 mstari wa 5, jumla ya neno la Mungu ni kweli. Lakini pia Methali 30 mstari wa 5 anasemaje? Tuende. Kila neno la Mungu, kila neno la Mungu, tuende, limehakikishwa. Nisikilize msikilizaji wangu mpendwa, Mungu haropokwi. Mungu hazungumzi bila kufikiria. Mungu hazungumzi maneno ambayo hayana uzima ndani yake. Mungu haneni kwa ajali. Kila neno la Mungu limehakikishwa.
Kwa hivyo unaposhika Biblia mikononi mwako, sikia, unashika maneno ambayo hayajanenwa kwa ajali, maneno ambayo hayajanenwa kwa kuteleza mdomo, maneno ambayo yamehakikishwa, lakini cha mno zaidi, maneno yenye pumzi ya Mwenyezi Mungu ndani yake, maneno yenye uweza wa kuhuisha, maneno yenye uweza ya kubadilisha. Kila neno la Mungu limebadilishwa. Kuna uweza katika neno hili ambalo Bwana ameleta kwetu, Biblia. Isaya 46 mstari wa 9 na wa 10. Sasa sikiliza ithibati nyingine. Hebu weka kidole hapo 46. Soma 45 kwanza mstari wa 19. 45:19 kwanza, alafu tenda 46. Naam, inasemaje? Sikusema kwa siri. Soma kabisa. Katika mahali pa nchi ya giza. Sawa. Sikuambia wazao wa Yakobo. Sawa. Nitafuteni bure mimi. Soma. Bwana nasema haki. Mimi Bwana nasema haki na nena mambo ya adili. Yani na nena mambo ya kweli, na nena mambo ya kuaminika, na nena mambo ambayo hayawezi kushukiwa. Ninanena adili. Kwa hivyo ukishikilia Biblia mikononi mwako, ukifungua kuisoma, ni zaidi ya maneno ya waandishi wa habari wanaobuni na kuweka mitindo yao. Unashikilia neno ambalo lina maadili ndani yake, neno ambalo ni kweli kivyake, neno ambalo ni uzima kivyake. Hiyo ndiyo Biblia, wapenzi. Unaona kwa nini ibilisi mwovu Shetani hataki uwe na muda wa kuisoma Biblia? Unaona ni kwa nini mwovu Shetani amekuaminisha tu kumwamini mhubiri wako na usijisomee? Ni kwa sababu anajua hilo neno ukitenga muda wa kujisomea unapata kweli. Hilo neno ukitenga muda wa kujisomea unapata maadili. Hilo neno ukisoma muda wa kujisomea unaelekezwa katika haki. Haiwezekani utenge muda na neno Biblia, neno la Mwenyezi Mungu, na maisha yako yabaki jinsi yalivyo. Nitarudi kwa hicho kipengele, lakini Bwana anasema mimi ninanena mambo ya adili. Kama huwezi kuamini maneno ya wanasiasa, kuna neno unaloweza kuliamini. Kama huwezi kuamini neno la mke wako, kuna neno unaloweza kuliamini. Kama huwezi kuamini neno la mtoto wako amekuwa mkora, kuna neno unaloweza kuamini. Hilo neno ni neno la Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ananena kwa adili, ananena kwa kweli, ananena kwa haki. Kuna uweza speciali ndani ya neno lake Mwenyezi Mungu. Sasa ithibati ya mwisho jioni hii, second last jioni hii. Kwa nini Biblia ni neno la Mwenyezi Mungu ambayo inapaswa kuaminika? Biblia ina uwezo wa kusema mambo ya kesho leo. Biblia iko na uwezo wa kusema mambo ya kesho leo kabla hayajatokea. Bwana anaweza kuyasema leo. Isaya 46 sasa mstari wa 9 na mstari wake wa 10. Biblia inasemaje? Twende. Kumbukeni mambo ya zamani za kale. Sawa. Maana mimi ni Mungu. Mimi ni Mungu anasema, wala hapana mwingine. Sawa, twende. Mimi ni Mungu. Wala hapana aliye kama mimi. Sawa. Nitangazaye mwisho. Anasema huu ndio tofauti wangu. Mimi ni Mungu nitangazaye mwisho. Sawa. Hakuna aliye kama mimi. Utofauti wangu na uspeshali wangu ni kwamba ninaweza kutangaza mwisho tangu mwanzo. Ninaweza kuiona kesho leo. Ninaweza kuona miaka 10 ijayo leo. Ninaweza kusema kitakachozukia miaka 50 ijayo leo. Ninatangaza, anasema, mwisho tangu mwanzo. Soma tuende. Nasema tangu zamani za kale. Endelea kusoma. Mambo yasiyotendeka bado. Nikisema shauri langu litasimama. Nami nitatenda mapenzi yangu yote. Amina. Anasema nikisema shauri langu litasimama. Na by the way, wapenzi, historia imeprove ya kwamba kweli Bwana akisema shauri lake linasimama. Historia imethibitisha kwamba kweli Bwana akisema miaka
10 kutatokea hivi, lazima itokee. Unajua kuna sifa moja katika neno la Mwenyezi Mungu, sifa moja specially katika neno la Mwenyezi Mungu ni kwamba iko na uweza wa kujitekeleza. Yaani kizungu tunasema the word of God is self-fulfilling. Iko na uweza wa kujitekeleza. Nikupatie mfano hai. Mungu akisema ruka ni tofauti na Robinson kusema ruka. Mungu akisema ruka, ilo tamko la ruka linakuja na uweza wa kuruka ndani yake. Neno lake linajitekeleza. Mungu akisema usizini, hilo neno usizini linakuja na uweza wa kutozini ndani yake. Mungu akisema usibe, hilo neno usibe linakuja na uweza wa kutekeleza ndani yake. Ndio maana ukisoma ile account ama kisa cha uumbaji, Biblia inasema kwamba Mungu akasema iwe nuru, ikawa. Mungu akasema pawe anga la juu, ikawa. Mungu akasema pawe samaki wa baharini, ikawa. Mungu akasema pawe na jua, mwezi na nyota, ikawa. Yani neno la Mwenyezi Mungu akilitamka liko na uwezo wa kujitekeleza. Unaposoma neno la Mwenyezi Mungu ni kuruhusu uweza wake uweze kutekeleza mapenzi yake kwenye neno lake katika maisha yako. That's the power existing ndani ya neno la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba Mungu ana uwezo wa kutabiri kesho akiwa leo. That's power in the word of God. Hautaiona katika kitabu kingine, kinapatikana tu ndani ya neno la Mwenyezi Mungu peke yake tu. Mifano kidogo. Mungu alizungumza kuhusu anguko la Babeli kabla hata Babeli haujachukua ufalme. Mungu alitabiri kuhusu anguko la mji mkuu wa Babeli kabla hata Babeli haijaingia katika ufalme na katika madaraka. Alikuwa ametabiri ya kwamba itaanguka. Isaya 13 mstari wa 19 inasemaje? Twende kwa pesi, mtu wa Mungu. Na Babeli utukufu wa falme, sawa, uzuri wa kiburi cha Wakaldayo, soma, utakuwa kama Sodoma na Gomora, soma, hapo Mungu alipoiangamiza. Inasema Babeli itakuwa kama Sodoma na Gomora. Bwana anazungumza kabla hata Babeli haijaingia katika ufalme. Mungu anaiona kesho akiwa leo. Mbona utaki kuisoma Biblia? Hofu yako ya kesho ni kwa sababu haujaruhusu neno la Mungu likuongoze. Wasiwasi wako wa miaka ijayo ni kwa sababu haujaruhusu neno la Mungu likutawale. Ukisoma neno la Mwenyezi Mungu, utamwona Mungu anayeshughulikia kesho, utamwona Mungu anayeibeba kesho, utamwona Mungu ambaye anajua umezaa mtoto na anafahamu atakavyokuwa, anafahamu atakavyovaa, anafahamu atakavyosoma. Utamwona Mungu ambaye ameisitiri kesho mikononi mwake. Manake Mungu wa Biblia ambaye ametupatia neno lake ni Mungu ambaye ana uwezo wa kuiona kesho akiwa leo. Kwa hivyo akatabiri anguko la Babeli. Tena isitoshe, hakutabiri tu anguko la Babeli, akamtaja yule ambaye atakuja kuwaondoa Babeli katika mamlaka. Isaya 45 mstari wa 1 alimtaja miaka 150 kabla hajazaliwa. Akasema huyu ndiye atakaye kuja Babeli na hiki ndicho kitakachojiri. Soma Isaya 45. Ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi, sawa, masihi wake. Anasema Koreshi, Cyrus kwa kizungu, ndiye atakaye kuja kuipindua serikali ya Babeli. Amemtaja 150 years hata kabla hajazaliwa. Mungu amemtaja kwa jina lake aswa. Mimba haijatungwa, lakini tayari Bwana amesema anajua mimba itatungwa. Anajua kwamba Koreshi atazaliwa, ataitwa Koreshi. Hakuwahi kuambia wazazi wamwite Koreshi, lakini Mungu akamtaja kwa jina lake haswa. Maliza fungu, inasema ambaye nimemshika mkono wako wa kuume, sawa, twende, ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme. Anasema nitalegeza viuno vya wafalme. Na ni kweli, usiku ule mfalme Belshaza magoti yaligongana, sehemu za mwili zikaishiwa nguvu kama Mungu alivyotabiri. Soma tena, inasema ili kufungua milango mbele yake, tena milango itabaki wazi kwa ajili yake, sawa, hata malango yatafungwa. Achia hapo.
hapo. Na ni kweli ile mwaka ambao Babeli ilitolewa katika ufalme, naamini ni mwaka wa 605 kabla Kristo, 605 ama 606, ilipotolewa katika ufalme, hiyo jioni mfalme alikuwa anakula raha katika karamu na vyombo vitakatifu. Majeshi na kila mtu alikuwa karamuni, milango ilikuwa imebaki wazi. Mungu alikuwa ametabiri mbeleni ya kwamba itaondolewa kwenye ufalme na milango itakuwa wazi, viuno vitaregea, na atapata nafasi ya kuingia na kuimiliki Babeli. Biblia inaiona kesho ikiwa leo. Mbona usiamini Biblia? Kwa nini usiruhusu neno la Bwana litamkie kesho yako? Kwa nini usiruhusu neno la Bwana liondoe wasiwasi, hofu ya kesho maishani mwako? Kwa nini usiruhusu neno la Mungu likupatia ujasiri wa kuamka, ujasiri wa miaka 10, ujasiri wa miaka 20 ijayo? Ruhusu huyu Mungu wa Biblia anaiona kesho akiwa leo ayatawale na kuyaongoza maisha yako. Biblia iko na sifa hii speciali. Lakini sifa ya mwisho ambayo natamani kukuletea ya Biblia hii, tofauti na sifa zote zilizopo katika Biblia. Kabla sijaingia sifa mwisho, hebu mtumishi soma na sisi Isaya 40 mstari wa 8. Inasemaje? Isaya 40 mstari wa 8 inasemaje? Andiko nasema hivi. Inasema majani yakauka, majani yakauka, ua la nyauka, ua la nyauka, bali neno la Mungu wetu litasimama milele. Hiyo ni ahadi ya Biblia kwamba vyote yanaweza kupita, lakini neno la Mungu wetu, wasikilizaji wapendwa, litasimama milele. Ya ulimwengu yatapita, kama wimbo unavyosema, kila kitu kitapita, lakini neno litasimama. Manake huu ulimwengu unaona, vinavyoonekana, visivyoonekana, iwe ni usultani, iwe ni viti vya enzi, vilivyoumbwa vyote viliumbwa kwa neno la Mungu, vinasitiriwa kwa neno la Mwenyezi Mungu. Ndio maana vyote vinaweza kupita, lakini neno la Bwana litaweza kusimama milele. Hata wewe kama unataka kudumu milele, hata mimi kama tunataka tudumu milele, turutishwe uzima wa milele, ni lazima tuishi kwa neno la Mwenyezi Mungu. Sasa sifa ninayopenda zaidi ya Biblia, napoimalizia sasa, sifa ninayopenda zaidi ya Biblia ni kwamba neno la Mungu lina uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu. There is power in the word of God to transform lives. Unajua ni kwa nini? Kitabu cha Yohana 5:39. Soma, tuende. Yohana Injili 5:39. Inasemaje? Yesu anasema hivi. Anasema, mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Kwa sababu ninyi mnadhani kwamba ndani yake mna uzima wa milele. Sawa. Na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Hayo ndiyo anayezungumza hapa ni Yesu. Anasema hayo maandiko ndiyo yanayonishuhudia. Sikiliza, tunapofungua Biblia kusoma, ni zaidi ya kusoma nakala ya historia ya wana wa Israeli. Ni zaidi ya kusoma kuinuka na kuanguka kwa wafalme. Ni zaidi ya kusoma vita na ushindi vya watu wa Mwenyezi Mungu. Tunapoifungua Biblia kuisoma, sikia kwa makini. Theme kubwa ya Biblia tanzia mwanzo hadi Ufunuo, inachofunua ni tabia ya Mungu ya upendo. Kinachofunuliwa katika Biblia is God's revelation of love. Hiyo ndiyo the main theme of the scriptures. Ndiyo swala zito, maudhui makuu katika neno la Mwenyezi Mungu. Na ndiyo maana haiwezekani kwenda kwenye Biblia umuone Yesu wa Kalvari, umuone Mungu na upendo wake wa dhati, umuone Mungu na rehema yake isiyopunguka, umuone Mungu na neema yake inayozidi katika licha ya udhambi wetu, umuone Mungu anayempenda mdhambi. Haiwezekani kwenda kwa Biblia uyaone hayo yote na ubaki jinsi ulivyo. Yeyote anayetenga muda kusikia,
kusoma, huyo maisha yake lazima yabadilike. Manake ndani ya Biblia kuna ufunuo wa tabia ya Mungu ya upendo, na kuna namna huo upendo wa Mungu unatubidisha. Amen. Kuna namna huo upendo wa Mungu utatusukuma. Sikiliza, mlevi akishika Biblia, akisikia neno lake, akiamini neno la Mwenyezi Mungu, ule upendo wa Mungu ndani ya Biblia unambidisha kukata tamaa ya ulevi, anavutiwa kutembea katika usafi wa maisha. Mzinzi akifungua Biblia, sikiliza, kwa sababu anavutiwa na Yesu wa Kalvari, anamwona Yesu mwenye nguvu ya kubadilisha maisha, lazima kiu na tamaa ya uzinzi imuondoke, avutiwe kutembea maisha yaliyonyooka. It is impossible to interact with the Bible and your life remains the same. Amen. Haiwezekani wapenzi kuchangamana na Biblia kwa kuiamini, kwa kuitenda, na maisha yako yakasalia jinsi yalivyo. Kwa nini? Sio kwa sababu ya kizungu chake, sio kwa sababu ya Kisii ambayo imeandikwa Biblia, lakini kwa sababu hiyo lugha ya Kisii unayoisoma inafunua kwako upendo wa Mungu wa kweli, na huo upendo utakubidisha kutembea katika njia ambayo Bwana anataka utembee kwayo. Wapenzi, ndio maana Waebrania 4 mstari wa 12 inasema hivi. Waebrania 4 mstari wa 12 inasema hivi. Maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Soma kabisa. Tena la choma hata kusigawanya nafsi na roho, sawa, na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, sawa, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu li hai, anayelisoma lazima apate uhai ndani yake. Neno la Mungu lina nguvu, anayesoma lazima apate nguvu ndani yake. Neno la Mungu lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili, anayelisoma lazima tamaa ya dhambi ikatwe, lazima tamaa ya ulimwengu iondolewe, lazima tamaa ya kufanya kinyume cha makusudi ya Mwenyezi Mungu iondolewe, na inaingizwa tamaa ya kuenenda sawia na makusudi ya Mwenyezi Mungu. The word of God has power in it. Neno la Mungu lina uwezo ndani yake. Kama una mtoto mtundu ambaye umejaribu kila njia, kwa mwanasaikolojia huyu na kwa mwanasaikolojia yule mwingine, ninakushauri mjaribu Mungu kwa neno lake. Kama familia ilikuwa imesambaratika, amani haipo tena, mjaribu Mungu kwa neno lake. Wapenzi, kama maisha ya dhambi yamekulemea, uzito umekuwa mwingi sana, mjaribu Mungu kwa neno lake, kwa sababu Bwana ameliheshimu neno lake kuliko hata majina yake. Bwana ameliheshimu neno lake kuliko hata majina yake. Wapenzi, wanaambia watu, nikifunga chongo hiki inamaanisha anatoka sasa. Kama kuna gereza ambalo linamfunga Mungu, neno lake. It closes him, it binds him. Akizungumza Mungu, basi hiyo lazima itimie. So hata ukienda kwa maombi, hakuna kitu Mungu anasikia raha kusikia kama si wewe ndiye umesema. Neno lako linasema namna hii. You are speaking to him in a language, kwa lugha ambayo anaweza kuelewa, sio kuelewa tu, kwa lugha ambayo yeye mwenyewe amenena kwa kinywa chake. Mama unayenisikiliza, baba unayenisikiliza, ndugu mdogo likangu unayenisikiliza, barabarani, biasharani, kama unataka maisha ambayo yamejawa na furaha, yanafanaka speciali, yana mbaraka wa Mwenyezi Mungu, maisha ambayo hayana hofu na wasiwasi ya kesho, ninakupendekezea neno la Mungu lililo hai. Hilo likikuongoza, wapenzi, maisha yako yanakuwa tofauti. Hilo likikuongoza, unasalia kuwa mtu ambaye anaelewa malengo na makusudi ya Mwenyezi Mungu ndani ya maisha yake. Ule wimbo unasema, humo ndani ya kitabu sura ya Yesu naona, karatasi zake zimekuwa
ndiyo nyayo zangu za mwongozi. Tukitaka tutembee na Yesu, tutembee na yeye kwa neno lake. Lisome, liamini, litekeleze, utakuwa na baraka spesheli maishani mwako, na Mungu atubariki. Amen. Pamoja nami wanaosema Bwana, kwa neema yako tuwezeshe kuliamini, kulisoma na kulitekeleza hili neno. Tusimame tunapoomba. Tunaomba. Mungu wetu tupendaye, inapendeza kuwa na neno lako lililo hai. Inapendeza kusoma nyaraka ambazo umezileta kwetu katika utulivu wake, lakini pia katika umakini wake. Na Bwana, tunakusihi jioni hii ya kipekee, utupatie moyo wa kulisoma, utupatie moyo wa kuliamini, utupatie moyo wa kulitekeleza, ili hili neno ambalo liko na uhai, ili neno ambalo linaweza kushughulikia kesho, liwe sehemu ya maisha yetu. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante Bwana, na awabariki. Thank you so much mtumishi kwa kipindi cha Bible Study. Tunahisi kubarikiwa. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, mahali popote ulipo, ni furaha yangu ya kwamba unaendelea kuvifuatilia vipindi vyetu kutoka mji huu wa Kenyenya, jinsi ambavyo vinakuja vingi vikiwa hewani, na natumai ya kwamba mwisho wa crusade hii hakika utaweza kubarikiwa sana. Naomba ile kwaya ya Kenyenya Township ije kwa wimbo tunapojiandaa kwa kipindi cha mahubiri ya siku ya leo. Kwaya ya Kenyenya Township, naomba mje kwa haraka tunapojiandaa kwa kipindi cha mahubiri. Pana mahali pazuri mno, twapaona kwamba lisana, Baba yetu angoja pale, amepanga makao kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale, kitambo tu bado tutakutana ng'ambo, in the sweet by and by we shall meet on the beautiful shore, in the sweet by and by we shall meet on the beautiful shore. Kwa Baba yetu mkarimu, tutatoa shukrani sana kwa kipaji cha pendo lake, na baraka anazotupa kitambo tu bado. Watu wao waje wamshuhudie, njoni mtazame mtu huyu mwenye maji ya uzima. Huyu ndiye
Yesu kisimani, alitimua mbio kuwaita watu wao waje wamshuhudie. Njooni mtazame mtu huyu mwenye maji ya uzima, huyu ndiye nabii aliyetumwa na Mungu, huyu ndiye nabii aliyetumwa na Mungu. Njoo kisimani, mkamwone Yesu akiwapo usukani, gari shwari, msiwe na wasiwasi. Yesu yu mbele, wala tusibaki nyuma. Tusonge naye, tuende mbele, wala tusisite. Tufike bara nzuri ya Kanaani. Njoo kisimani, mkamwone Yesu akiwapo usukani, gari shwari, msiwe na wasiwasi. Yesu yu mbele, wala tusibaki nyuma. Tusonge naye, tuende mbele, wala tusisite. Tufike bara nzuri ya Kanaani. Wenye mizigo mizito, njoo kwake Yesu mkombozi. Nira yake Masihi ni laini, tena yuna wingi wa rehema. Taabu zenu nyingi, tena ngumu, mzipeleke Yesu. Anakungojea naye atakupumzisha. Wale wenye mizigo mizito, njoo kwake Yesu mkombozi. Nira yake Masihi ni laini, tena yuna wingi wa rehema. Taabu zenu nyingi, tena ngumu, mzipeleke Yesu. Anakungojea naye atakupumzisha. Anakungojea naye atakupumzisha. Njoo kisimani, mkamwone Yesu akiwapo usukani, gari shwari, msiwe na wasiwasi. Yesu yu mbele, wala tusibaki nyuma. Tusonge naye, tuende mbele, wala tusisite. Tufike bara nzuri ya Kanaani. Njoo kisimani, mkamwone Yesu akiwapo usukani, gari shwari, msiwe na wasiwasi. Yesu yu mbele, wala tusibaki nyuma. Tusonge naye, tuende mbele, wala tusisite. Tufike bara nzuri ya Kanaani. Njoo kisimani, mkamwone Yesu akiwapo usukani, gari shwari, msiwe na wasiwasi. Yesu yu mbele, wala tusibaki nyuma. Tusonge naye, tuende mbele, wala tusisite. Tufike bara nzuri ya Kanaani. Njoo kisimani, mkamwone Yesu akiwapo usukani, gari shwari, msiwe na wasiwasi. Yesu yu mbele, wala tusibaki nyuma. Tusonge naye, tuende mbele, wala tusisite.
tusisite, tufike bara nzuri ya Kanaani. Thank you so much. How do we tell Kenyanya Township Choir? It's a wonderful song. We need to go to the well. And when we shall be there, we shall meet Jesus. We may never be the same again, because Jesus could have changed us and transformed us into new human beings. Thank you so much. God bless you. On the stage is Heaven Targeters coming for a song. Immediately they finish, we shall proceed kwa kipindi cha mahubiri, tukiletewa mahubiri yetu na mgeni wetu mkuu wa kurusedi hii, Pastor Daktari Fadhili Lubuha kutoka mji wa Tanzania. Basi mpendwa mtazamaji, msikilizaji, naomba ya kwamba utafute muda vizuri ukae ili uweze kusikiza neno la Mungu jinsi ambavyo linaletwa na mtumishi wa Bwana Pastor Samuel Lubuha kutoka Tanzania. Wale ambao wanaendelea kutufuatilia kwa mitandao, we appreciate your comments. Alafu pia wale ambao wanaangalia kutoka Marekani, pia we want to appreciate. And to welcome the speaker of the hour, our main speaker, Pastor Fadhili. Na kwa hivyo tunaingia kwa mahubiri ya siku ya leo. Kwa hivyo tungependa kufanya hombi ili tumpishe mtumishi wa Bwana. Tuombe. Baba Mungu Muumbaji wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo, jina lako litukuzwe. Tumekuja kwako tena wakati huu sisi kama watoto wako, kwa sababu wewe ni baba yetu, na tuna uhakika ya kwamba tukija kwako unatusikia na unatujibu. Tuna wingi wa shukrani kutoka kwa mioyo na nafsi zetu kwa mambo makubwa unayotutendea sisi kama watoto wako. Asante kwa sababu ya masaa haya na kurusedi hii. Asante kwa sababu umemwandaa mtumishi wako Pastor Fadhili Lubuha, na boenda kusimama mbele ya watoto wako Yesu. Tunaomba Roho wako Mtakatifu ashuke ili akatawale. Umtumie wakati huu kama chombo ili tusikie maneno yako kutoka kwake, ili Yesu tutakaposikia sauti yako tusonge karibu nawe. Asante kwa sababu umetenda. Sasa mbingu ishuke, malaika wako wakajaze katika uwanja huu na mji huu wa Kenyanya, uishi uwepo wako kabisa. Nguvu za shetani na kufuruga mkutano huu tunazikataa kwa jina la Yesu. Asante kwa sababu utajibu. Wewe ni mwaminifu lakini mno Yesu. Jitwalie watoto wako katika mji huu, kwa sababu shetani ana mpango mbaya wa kuangamiza. Asante kwa sababu utawaleta. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Karibu mtumishi. Nina wasalimu wote jioni ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe sana. Asante sana kwa crusade hii ambayo imekuwa baraka mkubwa hapa Kenyenya. Wale ambao wanatufuatilia kutoka mtandaoni, tuko hapa Kenyenya mbashara kabisa. Watu wamejitokeza kutoka mahali kwingi ndani ya district hii, na tunaenda katika somo la kipekee ambalo litakuwa baraka mkubwa tena jioni ya leo. Nikualike wewe ambaye uko mtandaoni, lakini tuna umati mkubwa wa watu ambao wako kule barabarani, wengine wako kule madukani, wengine wanasikiliza kutoka nyumbani. Watu wa kila kabila, watu wa kila dhehebu, watu wa kila dini, na kila mmoja amekaribishwa. Jioni ya leo
Ninaomba nikukaribishe popote ulipo. Bwana anataka aseme nasi jioni ya leo. Na hivyo hebu tena nikutie moyo mahali ulipo, unaweza ukasimama ili tuombe tena, ili nimwalike Bwana nawe pia katika hotuba hizi jioni ya leo. Hebu tuingie katika maombi kidogo. Unibariki Mwokozi, ni miguuni pako. Unitazame kwa upendo, nione uso wako. Nipe Bwana, nipe Bwana nia yake, ili nionekane nimekaa na Mwokozi aliye haki yangu. Nipe Bwana, nipe Bwana nia yake, ili nionekane nimekaa na Mwokozi aliye haki yangu. Hebu tuombe tena. Baba na Mungu wetu, asante kwa ajili ya jioni hii ya leo. Asante sana kwa ajili ya wana wako, wana wa Kenyenya waliotoka kutembea kutoka mbali kabisa, na wengine wametoka hapa karibu. Jina lako Bwana na litukuzwe milele na milele. Ninakushukuru kwa sababu wanaume kwa wanawake wamekuja hapa na neno lako liko tayari kuvurushwa hewani kwa wingi kabisa. Ninakuomba Baba, utamalaki katika anga, ushikilie kila mmoja wetu hapa, lakini neno lako likatoke kwa ujasiri, maneno yako yakafike kwa usahihi, kila mmoja akakusikie, kila mmoja akakuelewe. Na wazo letu kubwa ni unakuja hivi karibuni. Ninaomba kabla hujaja utushike mkono, na leo uende nasi katikati ya hotuba hii. Wengine wamekuja wakiwa wagonjwa, anza kuwaponya katikati ya ibada hii. Wengine wamekuja na huzuni, wape furaha katikati ya hotuba hii. Wengi wamekuja na giza, waonyeshe nuru katika mikutano hii. Tunayo furaha kwa wale ambao wamekubali kuwa mbegu ya kwanza katika ubatizo, lakini tunayo furaha kwa ajili ya wale ambao wamekubali kupokea mwaliko wa kuitwa kuja katika mikutano hii. Hata waliokaa mbali kule barabarani, boda boda, wafanya biashara, wale wanaosikiliza kutoka nyumbani, walioko hapa, Bwana nena nasi, maana tuko tayari kusikia neno la uzima. Kaa nasi hivi, nibariki, nitumie, mimi nipungue, wewe uongezeke, kwa jina la Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Kila mmoja ashangilia akisema amen. Amen. Mwisho wa hotuba hii nitakuwa tena na namna nzuri ya maombi katika jioni ya leo. Ninaomba ukae utulie. Tuna muda mfupi sana wa kwenda katika ramani ya neno la Mungu, ramani ya ukweli ambao haupingiki. Na yule msomaji wangu ambaye ameandaliwa kusoma pamoja nami leo tena, ninamkaribisha. Wale ambao tuko hapa leo, ninapenda kutangaza kichwa cha somo kinasema wito wa kurudi Kanani, sehemu ya kwanza. Wito wa kurudi Kanani, sehemu ya kwanza. Na tukumbuke kwamba mikutano hii na kauli mbiu inayosema give me Kenyenya or I die, na sisi tunaitikia tunasema Jesus is coming soon. Labda nirudie maneno hayo, give me Kenyenya or I die. Jesus is coming soon.
Give me Kenyenya or I die. May God bless you all. Na hivyo karibuni katika hotuba hii. Mackenzie yuko hapa ama ni wewe unasoma? Natumani twende sasa jioni leo. Wito wa kwenda Kanani sehemu ya kwanza. Lakini kabla hatujaenda katika wito huo wa kwenda Kanani sehemu ya kwanza, ninataka nikuambie ujio wake Mwokozi ni karibu na hata danganya. Amesema anakuja, na ni kweli anakuja. Matukio yanayotokea duniani yanaonyesha kwamba Yesu anakuja. Vifo vimezidi mahali, hatari imetapakaa kila kona, na uvumi umeendelea, na mambo makubwa yanatokea. Taifa linainukia taifa jingine, na watu mbalimbali wameinuka wakijionyesha kuwa na nguvu. Yako mataifa ambayo yanaendelea yanapigana kama unabii unavyosema kule Israeli na Palestina. Lakini kama itoshi, kule Russia wanaendelea kupambana, wakiwa wanapambana na Putin ambaye amesimama kama kiongozi. Lakini wako watu wanapigana Kongo, vita inaendelea. Kule Libya, Liberia kunaonekana kuwa na amani yenye utusi. Yako mataifa ambayo yanainuka, taifa linapigana na taifa, ufalme unapigana na ufalme, rais fulani anainua vita na rais mwingine. Haya yote ni dalili kwamba Yesu anakuja upesi. Labda jioni ya leo fungu letu kuu ambalo naongoza mikutano hii kutoka kitabu kile cha pekee cha Waebrania sura yake ni ya 10. Waebrania sura ya 10 mstari wa 37. Msomaji, Waebrania sura ya 10 mstari 37, kanyaga twende. Kwa kuwa bado kitambo kidogo sana. Ninawaambia watu wa Kenyenya, bado kitambo kidogo sana. Yeye ajaye atakuja. Wala hatakawia. Biblia inasema kwa kuwa bado kitambo kidogo, yeye ajaye atakuja na wala hata kawia. Na ninaomba niwaambie, habari za kuja kwa Bwana wetu ni za uhakika, kwa kuwa bado kitambo kidogo yule ajaye atakuja. Ninaomba ukae na matumaini haya, yasiondoke moyoni mwako, yasiondoke kwako baba, yasiondoke kwako mama, yasiondoke kwako dada, yasiondoke kwako mzee. Yeyote ambaye ananisikiliza ukiwa mbali ama karibu, yeyote ambaye ananisikiliza kila mahali, ni ukweli kwamba Yesu anakuja tena. Anakuja tena. Jioni leo inapoenda katika somo hili la kipekee, ninatamani niwaambie habari ambazo zimetokea pale Tanzania. Wale ambao wanaifahamu Tanzania ni nyumbani kwetu hasa. Lakini siku ya jana pametokea tukio kubwa sana pale Tanzania. Wale ambao wamefika Dar es Salaam, kuna soko kubwa ambalo linaitwa Kariakoo. Kwa kuwa mna mitandao, mnaweza kuangalia na kupita hapo. Soko la Kariakoo ni soko kubwa mno kuliko hata soko la Eastleigh. Ni soko kubwa, miongoni mwa masoko makubwa Afrika Mashariki, lakini miongoni mwa soko kubwa ambalo linategemewa Afrika pale Tanzania. Watu wananunua bidhaa. Kuna shughuli za masoko, yamejengwa majengo makubwa ya kibiashara ambayo yapo pale katika soko kubwa ambalo linaitwa Kariakoo. Lakini nikwambia habari hizi, jana majira ya asubuhi kuelekea mchana, ile pale Kariakoo Dar es Salaam, miongoni mwa ghorofa ndefu ambayo imejengwa kwa miaka mingi, imekuwepo pale. Jana palipita kamtetemo tu kidogo, na ghorofa hiyo ikaporomoka kuelekea ghorofa zingine mbili ambazo ni fupi kuliko hii ambayo ni ndefu zaidi, na ikaziegemea
na ghorofa hizi na nyumba zote zilizoko jirani ambazo ni nyumba za biashara. Hapa wamekaa wafanya biashara ambao wametoka nyumbani wakaenda kuuza bidhaa zao, wakaenda kufanya biashara zao pale Kariakoo, Dar es Salaam, katika soko kubwa mno. Sikiliza, jana ghorofa hii imeporomoka na ikaangukia ghorofa zingine ndogo ndogo mbili pamoja na nyumba jirani. Habari mbaya ambayo imetokea pale Tanzania. Watu mamia walioko ndani wakiwa wanafanya biashara, wengine wakiwa wamekuja kununua, wote wakafunikwa na ghorofa zote hizi tatu, na kubwa ndefu na hizi zingine ndogo. Majumba yameangukiana. Ajali mbaya kutokea Dar es Salaam. Rais Samia Suluhu Hassan, waziri mkuu, makamu mkuu wa rais Tanzania, pamoja na viongozi wameendelea kutoa pole. Majeshi yamefika sasa, wanaendelea kufikiri kutoa msaada, maana mtetemo umeleta ajali mbaya. Mmoja ya rafiki zangu ambao ninawaenzi sana, ambao ninafahamiana nao, akanitumia message leo, akaniambia, Pastor, endelea kuiombea Kariakoo. Tunajua huko Kenya, lakini habari hapa imekuwa mbaya. Mtetemo umeleta anguko baya mno. Watu waliotoka nyumbani wameaga, wametoka na waume zao, wametoka na wake zao, wametoka na watu wao, lakini hatari imetokea. Ajali na kifo kibaya kimeikumba. Familia zinalia, taifa linalia, Afrika inalia, Afrika Mashariki inalia. Wamekufa humo watu wa makabila na nchi mbalimbali. Wa Kenya wako ndani ya Kariakoo, watu wa Kongo wako ndani ya Kariakoo, watu wa mataifa mengi wako ndani ya soko hili kubwa, lakini wamepoteza uhai. Inaniambia Biblia imetangaza kwamba tunapokaribia mwisho wa wakati, vifo vitaongezeka mahali. Vifo vitaongezeka kila mahali. Na jambo moja ambalo nataka kuambia kama sehemu ya kuonyesha maumivu makubwa kulingana na jambo hili, ninaomba hii nichukue simu ambayo nitakuonyesha yaliyotokea pale Kariakoo, kwa maana ya kukusomea ujumbe ambao umeonekana kuwa na maumivu sana sana, ambao umegusa hisia za watu, ambao umegusa masikio ya watu. Lakini hasa mimi baada ya kuwa nimesoma ujumbe huu ambao nimetumiwa na rafiki yangu, ananiambia, rafiki yangu, nimeachiwa jukumu kubwa, naomba uniombee. Nikamwambia, jukumu gani? Akanambia, Pastor, nina jukumu kubwa ambalo nimeachiwa baada ya ajali kubwa ambayo imeua mamia ya watu pale Kariakoo. Rafiki yangu huyu yuko na ndugu yake ambaye ameangukiwa, yani amefunikwa na ghorofa hiyo. Unajua wale ambao wanafahamu ajali za ghorofa, watu bado wako ndani, hawajaweza kutoka, wako ndani ya poromoko hilo, wako ndani ya ghorofa hizo, hawajaweza kutoka hadi sasa ninavyohubiri. Bado taifa linaendelea kuwaokoa, wengine wakiwa hai na wengine wamekufa tayari. Sasa nikupe habari za huyu jamaa yangu mmoja ambaye ndugu yake amekufa ndani ya ghorofa hilo. Maneno ambayo yanaweza yakagusa maisha yako, ukafanya maamuzi kutafakari kwamba dunia tulio nayo, uwe tayari saa yoyote, uwe tayari siku yoyote, uwe tayari usiku na mchana, uyaweke maisha yako tayari, maana Yesu anakuja, na anakuja, hakika anakuja. Na katika kuja kwake matukio yanazidi kuongezeka, na usipojali, usipokuwa makini, unaweza ukapoteza uhai wako katikati ya kutokujiandaa, na ukapotea milele, ukaaga, ukapoteza uhai wako ukiwa hujajiandaa. Mama yangu, jiandae mchana, jiandae usiku, jiandae asubuhi. Tembea ukiwa unajiandaa, tembea ukiwa unajua ya kwamba Yesu
anakuja na matukio yatakuwa mengi katika dunia. Hivyo kaa chonjo, kaa tayari, moyo wako na uwe kwa Bwana. Na anasema mwimbaji mmoja katika wimbo, moyo tulia kwa Bwana, kiini cha raha yangu, tumekwisha kupatana, yeye Mungu ni wangu na mimi ni wake. Sikiliza ujumbe huu mfupi hapa ili uweze kujua maadha haya ama matatizo yaliyoikuta Tanzania pale Kariakoo. Moja ya kaka wa rafiki yangu amekutwa na haya yafuatayo. Ninaomba nisome message hii. Alikuwa anamwandikia jana, anamwambia, kaka Broniki, nimekupigia simu, mbona haupokei? Ongea basi, natamani upokee simu yangu. Anatuma ujumbe akiwa ndani ya chumba miongoni mwa vyumba vya ghorofa ikiwa imeporomoka. Anatamani ndugu yake anaitwa Nixon apokee simu, maana anaona kifo kimemkabili. Sikiliza maneno ambayo ameyatuma sasa. Unajua alikuwa anamjibu sasa, alikuwa anaendelea kumjibu sasa, akimwambia, maana huyu anatuma ujumbe wa kwanza akimwambia bro Nick, ongea kwanza. Huyu Nick sasa ndiye ambaye yuko ndani ya ghorofa. Unajua Nick alijibu nini? Alijibu maneno haya, sikiliza. Akamwambia bro, yani anamwambia kaka, kwa heri, pumzi imekataa, pumzi inapotea huku, pumzi imekata ndani ya ghorofa lililoporomoka katika chumba alichopo kwacho. Unajua maneno mengine ambayo aliyasema? Akasema maneno haya, sikiliza. Anamwandikia, yani sasa Nixon anamwandikia ndugu yake akimwambia, anamwambia Miriam ni mjamzito, hivyo kaka, muangalie Miriam na mwanangu, nimekuachia, akizaliwa msalimie sana mwanangu. Anaongea maneno ya uchungu, maana wameangukiwa na ghorofa, pumzi inaendelea kupotea, lakini anatuma ujumbe kwa kaka yake akimwambia, ninaona sitatoka kwenye hili ghorofa, lakini Miriam mke wangu ana mimba na mtoto yuko tumboni, na anamwambia, na kuomba jambo hili uniangalizie mke wangu, maana ni mjamzito, punde atazaa mtoto, lakini mtoto akizaliwa umsalimie, mwambie baba yake anamsalimu. Nisikilize kidogo. Lakini message hii ambayo ina machungu sana, ambayo ina maumivu na tafakari nyingi sana, baadaye akatuma message kidogo akamwambia, nimefia kwenye hela zangu hapa, ndiyo Mungu ameamua. Anamwambia kaka yake kwa message ya mwisho, ambayo sasa baada ya kuwa vyumba vile vimeshaokolewa jana usiku, miongoni mwa mtu aliyekufa ni huyu Nixon, ambaye anatoa ujumbe wa mwisho akimwambia kaka yake, Mungu amependa nife nikiwa na hela zangu ndani ya chumba na biashara yangu. Nixon alienda dukani asubuhi jana akiwa na ndoto za kuuza vizuri, akiwa anajua atapata wateja, akiwa anajua mambo yataenda sawa, akiwa anajua habari yake na ndoto zake zitatimia. Lakini poromoko la ghorofa likamfukia, likamzuia asipate pumzi, naye anatuma message hizo. Na ndio maana rafiki yangu ananiambia message aliyotuma akisema, muangalie mke wangu ni mjamzito, na tena mtoto akizaliwa umpe salamu zangu. Lakini bado anamwambia, hata mimi ninaona kwamba ninakufa katikati ya pesa zangu. Kuna wakati pesa haiwezi kuniokoa, haiwezi kukuokoa. Kuna wakati pesa haiwezi kuwa jibu la mwisho la maisha yako. Ninamhitaji Mungu, unamhitaji Mungu. Na ndio maana nimekuja jioni ya leo nikikuambia, toka kwenye baa ile, toka kwenye danguro, toka kwenye michezo ya dunia, toka kwenye mitindo ya dunia hii. Mpe Bwana maisha yako. Yeye ndiye chanzo na yeye ndiye mwisho na yeye ndiye kila kitu. Haya ya dunia yasitudanganye. Starehe na burudani, umahiri wa kumiliki mali na fedha vitatupoteza.
tutaweka matumaini yetu hapo. Bwana anasema haifai kubaki hapo. Toka hapo katika comfort zone yako, toka hapo katika hali uliyoizoea. Mungu anatoa wito jioni ya leo, anasema anataka twende Kanani. Na Kanani ambayo anataka twende sio hii Kanani ya dunia, ni Kanani ya mbinguni. Hebu nione ambaye ananielewa apunge mkono namna hii. Wito wa kwenda Kanani. Kabla sijaenda katika wito wa kwenda Kanani, maana nitakuwa na sehemu ya kwanza, sehemu ya pili na sehemu ya tatu ya somo linaloitwa wito wa kwenda Kanani. Jioni ya leo naomba uende nami katika Biblia yako tena, baada ya kisa hiki ambacho kimegusa maisha yangu. Hata leo nimekuwa nikitafakari, kwani mbona akaenda dukani? Walioenda wangejua kwamba ghorofa itaporomoka, wasingeenda kwenye biashara, wangeruhusu mali zipotee, lakini sio wao kupotea. Ninajua duniani hapa sio kwetu, hapa sio kwetu. Kwetu ni kule mbinguni. Neno moja la faraja, mji wetu unakuja. Haleluya, haleluya, mji wetu unakuja. Sikiliza, ninaomba nikupeleke sasa hatua kwa hatua. Tunaanza msomaji na Mwanzo sura ya 6. Mwanzo sura ya 6 fungu la 5 na la 6. Genesis chapter 6 verse 5 and 6. Andiko inasema hivi: Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni mengi duniani, na kwamba kila kusudi analoliwaza moyoni mwake mwanadamu ni baya tu siku zote. Bwana akaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Tulia. Katika kipindi cha Nuhu ambacho Mungu ameumba dunia katika kizazi cha kwanza, baada ya watu kuongezeka juu ya uso wa dunia, wakawa watu waovu, wakawa watu wabaya, wanakaa kwenye vilabu vya pombe, wanaingia katika viwanja vya michezo na nyimbo na fahari za kidunia, wameingia katika mambo ya kuoana bila mpango, wanafanya matendo mabaya. Kila uchafu ulikaa ndani na juu ya uso wa dunia. Wanadamu wakatenda mabaya, wanadamu wakafanya vibaya mno, wakawa na dhambi, wakawa na matendo mabaya. Na Biblia yangu inaniambia, na Biblia yako inaniambia, walipotenda dhambi sana na wakamchukiza Mungu wao, Biblia inasema
Bado ni nyingi, pesa itoshi. Station kama gasa ile keke kama. Tukinini hivyo tutazima hivi. Ni vizuri tuzime. Ndio inatengeneza. Ndio kiongezeka hapa. Kuna stima nyingine hapo. Sawa, twende kazi. 1 2 Iya iongei pasi. One, 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 two. Bwana asifiwe. Poleni kidogo kwa sauti hii kuzima. Ni mapambano yanayoweza kutokea katikati ya safari ya neno la Mungu, na najua kwamba muda si mrefu tunaenda kufunga hotuba hii, ila natamani tuondoke na machache ili twende na ndipo tukakamue maziwa na kufanya mambo mengine muhimu. Ila unaweza kuchagua dakika chache mno ili niweze kusema machache. Kesho tena ni siku nitaanzia mahali fulani ambapo patakuwa baraka bado, ili Bwana akubariki sana. Ninaomba jioni ya leo nifungue tu machache mno, maana muda wetu si rafiki, lakini bado neno la Bwana alinabudi kutembea. Ninaomba nipatie dakika zako chache mno. Ninaomba nitumie dakika 10 kamili. Ni saa 12 dakika 10 na dakika 20 niwaombee mwende, na kesho tena tuweze kurudi kwa wakati ili Bwana aweze kuwabariki sana. Wangapi wamenikubalia dakika hizo tuzitumie? Bwana wabariki sana, na uwe na utulivu fulani hapo ili Bwana aseme nasi kwa namna ya kipekee. Hebu tuombe kidogo. Baba, nipatie muda huu mfupi ambao unataka useme nasi kidogo kwa dakika hizi 10 kamili, na ndiposa twende tukapumzike na ratiba nyingine zitakazotangazwa. Kaa nasi kwa jina la Yesu Kristo, amen. Kumbuka wito wa kwenda Kanani sehemu ya kwanza. Na kwa hiyo msomaji, rudi tena Mwanzo sura ile ya 6 fungu lile la 5 na la 6. Msikilizaji uliyeko mtandaoni, pole kwa changamoto hii ya namna ambavyo nimekuacha kidogo hewani, lakini tuko pamoja tena. Bwana akaona ya kuwa, kumbuka tunasoma hapo sura ya 6 fungu la 5 na la 6. Hebu tuanze tena kwa haraka. Bwana akaona ya kwamba maovu ya mwanadamu yamekuwa makubwa sana duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake
umeme ni mdogo. Natumia uwezo wa mapafu. Ndio. Haya. No, pole. Hebu sasa ni ruhusu, kuna kitu ambacho kinaendelea hapa. And there must be something. Hebu ngoja niombe tena vyombo hivi na kutano hili. Baba na Mungu wetu, vita hii ni yako, sio yetu. Vishikilie vyombo na usikilize kutoka mbinguni kwamba tunatamani utulivu hata kwa siku zijazo, maana wewe vitu vyote ni vyako. Shetani huenda hajafurahi, maana anajua kwenye mikutano hii dhambi itakemewa kwa jina lake. Shetani hajafurahi, maana anajua tunamshambulia. Ninakukataza shetani kwa jina la Yesu. Ninakukataza shetani kwa jina la Yesu. Baba, simama, uwe mwalimu, uwe mlinzi, mwanzo hata mwisho, kwa jina la Kristo, amen. Fungu lile la 5 na la 6, ninaomba la 5 nilifafanue kwamba Biblia ikasema kwamba Bwana akaona kwamba uovu wa mwanadamu umezidi katika nchi, na kila analowaza ni baya. Kila wazo analowaza ni baya. Akiwaza hiki ni kibaya, akitenda hiki ni kibaya, akifanya kile ni kibaya. Na nataka nikuambie kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ambapo watu walikuwa wanawaza maovu, wanatenda maovu, wanachofanya ni kibaya, wanachowaza ni kibaya. Hata Mungu akasikia kutoka mbinguni, akajua kwamba mwanadamu anachotenda ni kibaya. Akaona kwamba mwanadamu hatendi tena lolote jema. Mungu akaghadhibika, Mungu akakasirika, Mungu akaona haya mabaya yanayoendelea katika dunia, akaamua akikomeshe kizazi kile ambacho Nuhu alikuwa miongoni mwao. Na ninaomba ujue kwamba katika mahubiri haya mimi na wewe leo tumesimama, wanaume kwa wanawake, wa madhehebu yote, wa dini zote, wa kabila zote. Yeyote ambaye ananisikiliza mtandaoni na ambaye ananisikiliza hapa, nataka nikuambie vimepita vizazi kadhaa baada ya Nuhu, lakini kuanzia kizazi cha kwanza cha Adamu na kwenda kizazi cha pili ambacho kimekuja, yani kizazi cha pili kinahesabiwa kutoka kwa Nuhu. Ninaomba niseme ili kwa haraka kidogo, wakati jioni ya leo nataka kufunga mikutano hii. Kizazi cha kwanza kimeanza kwa Adamu na kikaenda mpaka enzi za Nuhu. Na nini Mungu amefanya hata akakomesha kizazi cha kwanza? Sema Biblia inasema kwamba uovu kazidi, maovu yakazidi, na mwanadamu akawa anawaza mabaya, anatenda mabaya, na analowaza mwanadamu ni ovu tu. Hakuna jema katika moyo wa mwanadamu. Ninaomba nikuambie mkazi wa Kenyenya, ninaomba nikuulize swali hili. Wewe unaona wanadamu siku hizi tunawaza nini? Unaona mke wako anawaza nini? Unaona mume wako anawaza nini? Watoto wako wanawaza nini? Watoto wa majirani wanawaza nini? Yeyote unayemuona hapa katika maeneo ya Kenyenya, najua shetani hapendi sana niseme mambo haya, lakini hatimaye yeye ni mshindwi tu, anashindwa siku zote. Na naomba niseme
Dunia ya kipindi cha kizazi cha kwanza ambacho kimetoka kwa Adamu, baada ya Adamu na Eva kukosea na watu wakazaliwa, dunia ikajaa wakazi wengi, wakawa wanakaa wanadamu wengi katika kizazi cha kwanza. Biblia yangu inaniambia kizazi cha kwanza kikamchukiza Bwana, kikatenda mabaya na maovu mengi, hata wakamkwaza Mungu, hata wakamfedhesha Mungu. Maana wanawaza vibaya, maana wanatenda vibaya, na kila wanachofanya ni kibaya. Hayo yaliyotokea zama hizo yakamfanya Mungu akagairi. Lakini fungu la 6 Biblia ina maneno yafuatayo, msomaji, sura ile ya 6. Ninapotaka kuomba sasa, na niwaachie watu hawa huru leo, ili kesho twende na tuangalie mlolongo wa hotuba hii, na kesho tena nitakuja na kusema wito wa kuelekea Kanani, sehemu ya kwanza B. Hiyo ndio ambayo nitaendelea nayo. Hebu soma fungu hilo, msomaji. Bwana akagairi kwa kuwa, Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Mwanadamu ametenda mabaya, hata amemkwaza Mungu, hata Mungu amefika mahali anasema, anagairi kwamba kwa nini amemfanya mwanadamu. Ninaomba nikuambie, nilikuwa nasema, kwani wewe unaona watu wanawaza nini? Wanawake wanawaza maovu tu, wanaume wanawaza maovu tu, vijana ndio usiseme. Mtandao umejaa picha za uchi, mtandao umejaa video za ajabu. TikTok imejaa mambo ya ajabu mabaya, Facebook imejaa, Instagram imejaa, YouTube imejaa, dunia imejaa uchafu. Kama ilivyokuwa enzi za Nuhu, ndivyo ambavyo hata zama hizi uovu umejaa katika sura ya dunia. Ila nina habari njema ya kwamba wakati uovu ulipoongezeka kule zamani, kilichotokea, Mungu aliamua, maana ameona watu wote wametenda mabaya, wanawaza mabaya, wamefikiri vibaya, akagairi kwa nini amemuumba mwanadamu. Je, unavyoishi wewe mama, unavyoishi wewe baba na matendo yako, ninaomba nikuulize jioni ya leo kwa haraka, je, Mungu ana furaha na wewe ama anagairi kwa nini amekuumba? Je, Mungu anaifurahia familia yako, anakufurahia wewe binafsi, au anajuta kwa nini amekuumba? Ninaomba niseme jioni ya leo, tugairi katika dunia hii, tuachane na uovu na tamaa zake, tuachane na mabaya yote, ili Mungu asije akaumizwa, Mungu asije akaendelea kukwazika. Ndiyo maovu yametanda katika uso wa dunia, ila Mungu ananitafuta mimi, Mungu anakutafuta wewe. Haleluya! Hebu tuangalie ile fungu linalomalizika hapo la 6 la 7. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi. Sawa. Mwanadamu na mnyama, na kitambaacho, na ndege wa angani. Endelea msomaji. Na ndege wa angani. Kwa maana nagairi kwamba nimewafanya. Anaamua atoeshe mwanadamu, aondoe na wanyama, aondoe mpaka ndege, maana haoni kinachompendeza tena. Endelea, malizia fungu linalofuata. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Pa Bwana. Tuseme amen. Amen. Maovu yalizidi, dhambi ikakisiri, matendo mabaya yakajaa katika dunia. Lakini jioni ya leo habari njema, Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Ninaomba jioni ya leo nione familia za watu wanaosema, ninaomba tu nikome hapa kwa sababu ya maslahi ya wakati, na ninakuhitaji tena kesho hapa, na tutakuwa na muda mzuri zaidi kesho. Wangapi wanasema jioni ya leo, kama uovu ambavyo umetanda hapa Kenyenya, ambavyo umetanda nchini Kenya, ambavyo umetanda kule Tanzania, ambavyo umejaa Afrika, ambavyo umejaa duniani, ninaona mwisho wa wakati umekaribia. Ninaona
ona sasa dunia inaelekea ukingoni. Hatuna furaha tena, hatuoni jema katika dunia. Sio mataifa ya ughaibuni kule mbali ng'ambo, wala sio Tanzania, wala sio Afrika. Kote pamejaa dhambi. Hata Kenya imefikiwa na dhambi na maovu. Ni wangapi jioni ya leo wanasema, Bwana, katikati ya uovu, katikati ya machafuko, katikati ya mabaya, ninaomba kama ulivyompa Nuhu neema, naomba unipatie neema jioni ya leo. Ninaomba uipe Kenya neema jioni ya leo. Watoto wapate neema, kila mtu apate neema kama ulivyomkumbuka Nuhu. Bwana, ikumbuke Kenya. Kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Huo ndio wito wangu jioni ya leo. Kwa nini msisogee tuje tuombe? Kwa nini usikimbie tuje tuombe? Nina habari njema, mkazi wa Kenya hapa duniani. Hatutakaa tena tuifurahie dunia. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Habari za maeneo duniani. Yesu anakuja. Anakuja upesi. Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri, nitakuja. Amina, amina. Na uje Bwana, na uje Bwana. Ninaomba niseme hili tunapenda kuomba na kufunga mikutano hii, maana sitamani kutumia muda wako mwingi. Sitamani nikupoteze kwenye ramani, maana kesho ninakuhitaji tena baada ya uovu kutapakaa. Lakini Yesu anagawa neema yake. Yesu anagawa neema yake. Yesu anagawa neema yake. Kwa nini usitoke kule mbali rafiki yangu uje? Kwa nini usije kutoka kule mbali? Unasema naomba katikati ya uovu, katikati ya mabaya ambayo yamejaa duniani, ninaomba mimi unipe neema tena. Neema uliyompa Nuhu, neema uliyompatia Nuhu, ninaomba ipite katika familia yangu. Neema uliyompatia Nuhu, naomba itembee katika familia yangu. Unasema, Bwana, ninajua wewe ni Mungu wa Nuhu, lakini kama ulivyokuwa Mungu wa Nuhu, wewe ni Mungu wangu pia. Wewe ni baba yangu pia. Neema uliyompa Nuhu, nina habari njema jioni ya leo. Yesu ameifunua. Aya, singesikia amina kubwa. Yesu ameifunua. Sasa neema hiyo ni ya watu wote. Tena niwaambie, maana tutafurahi katika mikutano hii. Nitaifunua neema hiyo na tutaihubiri habari hiyo kwamba sasa sio Nuhu tu, lakini sasa ni wewe na mimi. Nasema tena ni wewe na mimi. Na kuombea Bwana akupe neema yake. Ninakuombea Bwana akupe neema yake. Katikati ya Kenya ambayo imejaa uovu, katikati ya dunia ambayo imejaa uovu, katikati ya Kenya ambayo imejaa uovu, bado wako watu wanaopata neema. Wewe nawe ni miongoni mwao. Bwana akupe neema. Nasema tena, Bwana akupe neema. Wapendwa, Bwana atupe neema. Kama ndio furaha yako kupata neema hiyo, Bwana akubariki. Nasema tena, Bwana akubariki. Njoo kesho tutembee kuanzia Nuhu mpaka kwa Kristo, na nitaenda kwa haraka katika series hiyo nikitambuka na kuisema neema ambavyo haijaruka mtu, na kwamba ilikuwa kazi kupata neema Agano la Kale, ila tutafika Agano Jipya. Wanadamu wote 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 wamepata neema. Jamani, wamepata neema, na namna ya kuyajibikia neema tutaiona pia jioni leo. Muda wangu na muda wako ukiwa umeenda, Bwana akamkumbuka Nuhu. Na kama Bwana alimkumbuka Nuhu, akukumbuke na wewe pia. Kwa nini usifumbe macho yako jioni leo? Mwambie Bwana maneno haya. Kama ulikumbuka Nuhu, uliweza kumkumbuka Nuhu, Bwana naomba unikumbuke na mimi pia. Naomba uikumbuke familia yangu. Naomba ukumbuke kizazi changu. Maana Nuhu alipata neema, yeye na kizazi chake. Mwambie Bwana jioni ya leo, na mimi naomba katika uzee wangu, katika ujana wangu, Bwana na mimi
unipe neema. Bwana, na mimi unipe neema. Uone kwamba ninastahili machoni pako. Bwana, atupatie neema. Ninaomba uendelee kuomba neema hiyo ishuke katika kizazi chako. Ianze na wewe, iende ipenye mpaka kwa kizazi. Kesho usiache kunifuatilia, maana ninajua ninakokwenda na wewe unakokwenda. Bwana aipatie neema kizazi na familia yako. Tuombe. Mfalme wa amani, Baba Mwokozi wetu, unakuja upesi. Kizazi cha Nuhu unasema kwamba kila walichokuwa wanakiwaza ni kibaya, matendo yao yakawa mabaya, kila wanachofanya kilikuwa kibaya. Ikafika zamu ukagairi, ukasema, kwa nini umeumba ulimwengu? Kwa nini umemuumba mwanadamu? Na maandiko yametuambia wazi wazi, uliamua kutoka mbinguni kuangamiza kizazi chote cha kwanza, na ukaamua wewe mwenyewe kwamba sio tu kuambukiza na kukiangamiza kizazi hicho, hadi ndege, wanyama na kila kitu uliamua kukiangamiza. Lakini katikati ya mamilioni ya wanadamu, Nuhu akapata neema, kibali machoni pako. Lakini Mungu wetu, jioni ya leo, kizazi kile kiliangamia, ni kweli, lakini Bwana nakuomba kwa ajili ya Kenyenya, kwa sababu Yesu Kristo amekuja duniani, ambaye neema yake imefunuliwa, inayotubidisha kuacha dhambi, katikati ya watu ambao wanafanya matendo mabaya TikTok, wanafanya matendo mabaya Facebook, wanafanya matendo mabaya Twitter, wanafanya matendo mabaya YouTube, wanafanya matendo mabaya kokote duniani. Wakati dunia imechafuka, matendo yamezidi kuwa mabaya, wanadamu wanatembea, wanatamani ruhusa itolewe ya kutembea hata bila nguo, wanatembea uchi mnyama, wanafanya matendo mabaya. Leo kuona ni tendo la kawaida, mwanaume kupiga mke ni tendo la kawaida, mwanamke kukimbia mwanaume ni tendo la kawaida, wasichana kuwa na tabia mbaya ni tendo la kawaida. Dunia imejaa uozo na imeharibika, na Isaya anasema dunia kuvunjika, imevunjika sana. Dunia kulemewa, imelemewa sana, na mzigo wake wa dhambi umeilemea, nayo itaanguka. Naomba Bwana, kabla dunia haijaanguka, ufalme wako Yesu ukatawala. Wewe uliye mfalme wa wafalme, unayekuja kuchukua wateule wako, naomba tena wana Kenyenya, hawa waliokuja karibu, walioko kule mbali, walioko mtandaoni, kabla hujagairi kikombe chako cha rehema hakijajaa na ghadhabu kuwa nyingi, ukaamua kuitengeneza na kuitokomeza dunia, tupe neema yako Bwana. Tupe neema yako Kenyenya, wanaume kwa wanawake tupe neema, wazee kwa vijana tupe neema Bwana. Tupe neema yako Baba, tupe neema yako. Jioni ya leo wamekuja watu kutoka mbali, wengine wamekuja na ugonjwa, wengine wamekuja hapa wakiwa na mawazo mengi sana, wengine wamekuja na nguvu zimekuwa zimeisha, wengine wameshambuliwa na nguvu za giza kwa muda mrefu, kwa sababu tuko duniani. Na kabla sijawaruhusu kuondoka, ikiwa kuna mtu amebeba ugonjwa hapa, ikiwa kuna mtu amekuja na jambo gumu hapa, ikiwa kuna mtu amekuja na jaribu lake hapa, Baba, kwa jina la Yesu, ponya watoto wako, ponya watoto wako Baba, ponya watoto wako. Na kama kuna mtu ameshikwa hapa na nguvu za giza, hata jioni ya leo tena sichoki kusema, shetani ashindwe kwa jina la Yesu, ashindwe kwa jina la Yesu. Tenda uponyaji wako, bariki watoto wako, bariki kuingia na kutoka kwao, bariki ndoa zao, tetea watoto wao, tetea biashara zao, wapatie kazi, watetee Bwana, wape amani Bwana, wape neema Bwana. Tumwagie neema wana Kenyenya, tumwagie neema watu wote walio mbali na karibu, neema ikatufikie. Wabariki bodaboda, wabariki wenye maduka, mbariki kila mmoja wanaotusikiliza mbali. Wako vijana wameamua kukawa na kusikiliza, wavute kwa pendo lako. Neema imefunuliwa, neema imefunuliwa. Acha itutoshe jioni ya leo, tuondoke na neno hili. Tunahitaji neema yako
kama Nuhu na kizazi chake. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Tuseme kwa sauti kubwa amen. Tuseme tena amen. Mwambie jirani uliyesimama naye, neema imefunuliwa. Mwambie Bwana akupe neema. Jani, Bwana asifiwe. Karibuni tena kesho asubuhi mapema. Utashangaa mkutano wa asubuhi ni mkubwa zaidi. Njoo wewe na kizazi chako, walioko mbali na waalika, mlioko hapa na waalika. Leo tumefanya ubatizo wa kwanza. Ikiwa tutakuwa na wito siku ya kesho, Jumatatu na Jumanne, Jumatano tena tutakuwa na ubatizo mwingine, Jumamosi tena tutakuwa na ubatizo mwingine. Bwana awabariki na watakia mibaraka. Nyasai abasesenye. Barikiwe sana, barikiwe sana. Mbuya mona asama ngana maya. Tukiwa tunatoka mkiwa mnatoka, mjue ya kwamba kesho tunakutana hapa saa 11 asubuhi kwa maombi. Tena kesho pia tunakutana hapa saa 8 kwa mipangilio ya siku. Ekanise gocha. Get to the point. Take a step forward.